Hello, habari za saizi tena. Leo nina zawadi nzuri sana kwa siku ya wanawake duniani. Kila mwaka tarehe 8 mwezi wa 3 dunia huadhimisha siku ya wanawake duniani. Sasa nikasema nawapa zawadi gani wanawake jamani, mama zetu, dada zetu, wadogo zetu, wachumba zetu. Nikaona ni vizuri tukapata elimu kidogo kuhusu hedhi, mzunguko wa hedhi na hedhi salama. So karibuni tuweze kupata uelewa kidogo kuhusu hedhi, mzunguko wa hedhi na hedhi salama. Sasa inawezekana tunasikia mara nyingi haya maneno hedhi, mzunguko wa hedhi, hedhi salama. Inawezekana tunauelewa. Sasa tunakumbushana, inawezekana hatuna uelewa baadhi ya vitu, tunaelimishana, na nadhani kitakuwa na faida hasa kwa hii siku ya wanawake duniani. Hedhi ni nini? Nitaenda kwa mtindo wa maswali na majibu. Maswali ambayo huwa tunaulizwa mara nyingi na akina dada na akina mama na wadogo zetu. Hedhi ni nini? Swali la kwanza, hedhi ni damu inayotoka ukeni, ambayo imetoka kwenye mji wa mimba au tumbo la uzazi, lakini inatoka kupitia ukeni kwa mwezi mara moja, kwamba katika kila mzunguko tunategemea mtu au mdada au mama apate hedhi, damu ya hedhi mara moja katika kila mzunguko. Kwa hiyo ni damu inayotoka kwenye tumbo la uzazi au mji wa mimba mara moja kwa mwezi kupitia uke. Sasa swali la pili huwa linaulizwa, ni umri gani sahihi wa mtu kuanza kuona hedhi kwa mara ya kwanza? Kawaida ni kuanzia miaka 10 mpaka 15. Kwa hiyo kuna wengine wanawahi miaka 10, siku hizi tumeona kesi chache, wengine wanaanza miaka 9, lakini kawaida sana ni miaka 10 mpaka miaka 15. Wachache wanapuka kidogo wanaenda hadi miaka 18, lakini walio wengi ni miaka 10 mpaka 15 ni accepted, ni inakubalika. Lakini mpaka miaka 17 inakubalika. Lakini mtu akifika miaka 18 bado hajaanza kuona damu ya hedhi, zetu tunasema hapo kuna shida. Kwa hiyo mtu atakayeona hedhi chini ya miaka 9 kwa mara ya kwanza, kaona chini ya miaka 9, tunakuwa na mashaka na tunasema inawezekana isiwe hedhi ya kawaida. Lakini pia anayepata hedhi kwa mara ya kwanza zaidi ya miaka 18, tunasema hii sio hedhi ya kawaida pia. Kwa hiyo kawaida miaka 10 mpaka 15, lakini inaweza kufika kwa kuchelewa kidogo miaka 18 au kwa kuwahi kidogo miaka 9. Nje ya hapo tunasema si hedhi salama. Sawa. Swali la 3, ni umri gani sahihi wa kukoma hedhi? Research au tafiti zinaonyesha umri wa kukoma hedhi ni kuanzia miaka 45 mpaka 55, kwamba mtu aliyechelewa basi miaka 55, aliye 45. Lakini kuna wengine wanawahi zaidi. Mwingine unakuta miaka 40 ameanza kukoma hedhi, mwingine unakuta miaka 56 bado anaona hedhi, hiyo tunasema amechelewa. Kwa hiyo sahihi kabisa 45 mpaka 55, hapo katikati utategemea kukoma hedhi. Na ni vizuri nikalizungumzia hili kukoma kwa hedhi. Kukoma kwa hedhi huwa kuna kuja taratibu, yani haiwi ghafla tu. Let's say umefika miaka 45 unakuta tu imekata ghafla, waga inaanza taratibu. Kwa hiyo unaweza kukuta ukianza kufika miaka 42, 43 unaanza kuskip baadhi ya miezi, labda ulikuwa unaenda kila mwezi, unashangaa imepita miezi 2 hujapata hedhi, imepita miezi 3 hujapata hedhi, hivyo inashtua kwanza, inakuandaa. Sawa. Swali la 4 linasema hivi, damu ya hedhi ni kiasi gani? Damu ya hedhi ni sahihi kutoka kwa siku moja? Sasa damu ya hedhi tunasema kwa siku damu ya hedhi
damu ya hedhi kwa siku tunasema itoke mils 80 kwa siku. Mils 80 maanake ni mabomba ya sindano ya mils 10 yakiwa 8. Sasa tunajua mils 1000 ndo sawasawa na lita moja. Sasa zikiwa mils 8 maanake ni ngapi? Kwa hiyo kwa siku tukitaka kuweka tuelewe zaidi, kwa siku hapa itakuwa ni 0.08 lita. Kwa hiyo kwa siku tunategemea mtu atoke damu 0.08 lita za damu kwa siku, na manake tukifanya assumption sasa, huyu mtu anatoka damu kwa siku 5, ukirudisha mara 5 hapa unakuta ni 0.4 ambayo inakaribia na 0.5 ambayo ni nusu lita. Kwa hiyo tunategemea katika mzunguko mmoja mtu anaweza akapoteza nusu lita ya damu. Sasa mtu akitokwa na damu zaidi ya mili 80 kwa siku, tunasema mtu anapata damu nyingi sana, ambao sio kawaida, sio kitu kizuri kutoka damu nyingi sana kwa siku. Kwa hiyo ni makadirio tu, mtu mwenyewe unaona damu yako hii inaweza ikawa kiasi gani kutokana na ilivyojaza pedi yako. Sasa swali lingine ambalo wengi wanauliza kwamba ni damu za hedhi zinatoka kwa siku ngapi? Sasa damu ya hedhi imetofautiana, kila mtu ana siku zake za kuona au idadi ya siku kuona hedhi. Kikawaida ni siku 3 mpaka 7. Siku 3 mpaka 7. Naomba hapa tusikizane vizuri tuelewane. Sasa kama wewe ni wa siku 3, tunategemea kila mwezi utoke siku 3, damu itoke siku 3 kila mwezi, na huwa inapungua siku zinavyozidi kwenda. Sasa kama wewe damu huwa zinatoka siku 3, siku nyingine ikatokea umepata siku 5, maanake hapo shtuka, inawezekana kuna shida. Kwa hiyo haijalishi kwamba tumesema siku ni za kawaida 3 mpaka 7, lakini wewe kama ni ya siku 3 ukipata siku 5, tunafikiri kunaweza kuwa kuna shida. Au kama wewe ni siku 3 ukapata siku 7, tunafikiri kunaweza kuwa shida. Lakini vivyo hivyo kama wewe damu zako huwa zinatoka siku 7, tunategemea wewe ni siku 7 hivyo kila mwezi. Lakini wewe ni siku 7 zimetoka siku 3, shtuka. Sasa nyingine hata inaweza kawa ujauzito au vitu vingine, kwa sababu wewe ni wa siku 7. Sasa unapata siku 3, unajua kuna mabadiliko yametokea ambayo sio ya kawaida. Sawa. Sasa ni mabadiliko gani ambayo yanaweza kutokea wakati wa hedhi? Na kama mtakumbuka nilisema mimi ni daktari wa binadamu au medical doctor, lakini nimejikita kwenye kuelewesha au kutoa elimu kuhusu afya ya akili na mahusiano kwa vijana na kwa watu wengine. Lakini sasa hapa ndo sehemu nataka nisitize kidogo pia kwamba ni mabadiliko gani yanatokea wakati wa hedhi. Kuna mabadiliko ambayo ni ya kawaida na mengine sio ya kawaida, lakini mabadiliko mengi yanayotokea, kuna mabadiliko ya kimwili, mabadiliko ya kisaikolojia na mabadiliko ya kijamii. Sawa. Kwa hiyo hivi vitu vitatu inaweza kutokea mabadiliko kwenye hivi vitu vitatu mtu anapokuwa ameingia kwenye hedhi au menstruation. Mabadiliko ya kimwili, cha kwanza ndio hiyo damu tunaona. Okay. Lakini maumivu ya tumbo ambayo inaweza kuambatana na maumivu ya vitu vingine kama mgongo, kiuno au kichwa. Kwa ni mabadiliko ambayo yanaweza kutokea. Na hii tunapenda mtu atumie dawa. Kuna sijui niseme myth au imani potofu inayosema mtu akiwa ana maumivu ya tumbo kutokana na kutoka hedhi hatakiwi kutumia dawa ya maumivu. Si kweli. Kwa ukipata maumivu
Kama yanavumilika vumilia, kama hayavumiliki tumia dawa ya maumivu, kwa sababu kuna wengine wanapata maumivu makali mpaka wanalazwa, mpaka wengine mpaka wanachomwa sindano za maumivu. Kwa hiyo si kweli kwamba ukipata maumivu wakati wa hedhi basi hupaswi kutumia dawa za maumivu. Hapana, wewe tumia vizuri tu hizo kurelax. Lakini kuna mabadiliko ya kisaikolojia yanaweza kutokea hapa. Mtu mwingine anaweza akapata stress au tunaita mkazo kwa Kiswahili. Anaweza akapata matatizo ya kihisia, hisia inaweza kubadilika, yani mood. Kwa anaweza akapata depression pia. Kuna wakati mtu anakuwa low mpaka anapata depression, kianza kupata stress. Lakini wengine wanapata hasira. Kwa hiyo matatizo ya kisaikolojia, mabadiliko ya kisaikolojia yanaweza kujitokeza. Na kijamii, huyu mtu anaweza akajitenga au akatengwa. Anaweza akajitenga mwenyewe, akatengwa na jamii husika inayomzunguka. Lakini pia inaweza katokea mgogoro hapa, conflict. Mgogoro unatokeaje? Tumesema hapa juu mtu anaweza kupata hasira. Hali ya kisaikolojia ya kupata hasira anaweza kupata. Sasa ana hasira ambazo hazieleweki. Let's say yuko nyumbani na wazazi wake, kwa unakuta ana hasira hadi kwa wazazi wake, au yuko na mpenzi wake ana hasira kwa mpenzi wake, lakini kwa bahati mbaya mpenzi au wazazi au watu wa karibu hawajui kwa nini mwenzao ana hasira, na yeye hawezi kuexpress, hawezi kusema. Kwa unakuta imetokea migogoro ambao umetokana na hasira, kwa sababu hakuna kuelewana pale, na kwa sababu hakuna ambaye anajua sababu, basi unakuta kuna migogoro imetokea ambayo haieleweki chanzo chake ni nini, na nyumbani kuna kukosekana utulivu au sehemu nyingine. Kwa hiyo ni mambo yanaweza kutokea. Sasa ni kitu kizuri jamii ikawa wazi. Kama mtu akiwa yuko katika siku zake, usiogope kusema kwamba mimi niko kwenye siku zangu, ili yakitokea mabadiliko kama haya mtu asishtuke, asione kuna makusudi inaendelea. Lakini pia inabidi mdada au mama apate support ya kisaikolojia. Kama ni mume ampe support mke wake, kama ni mchumba ampe support mchumba wake wa kike, kama ni mpenzi tu basi mpenzi wa kiume ni vizuri kuwa karibu naye. Lakini saa nyingine anaweza kawa na hasira na wewe, kwa hiyo unaweza kujiepusha kuwa karibu naye endapo anakuwa na hasira akiwa karibu na wewe. Sawa. Jambo lingine, swali lingine ambao wanauliza sana tunaposema mzunguko wa hedhi ni nini? Tumeona hedhi, tumeona maana yake, tumeona lini inatakiwa kuanza kwa mara ya kwanza, lini inatakiwa kuisha, siku ngapi damu zitoke, lakini kiasi gani cha damu kinachopaswa kutoka kwa siku. Sasa mzunguko wa hedhi ni nini? Mzunguko wa hedhi ni kuanzia siku ambayo mtu ameanza kuona damu, siku ambayo mtu ameanza kuona damu yake mpaka itakapofika siku nyingine ambayo ataona damu. Let's say tuchukulie mfano huu ni mwezi wa 3, mtu ameanza kuona damu tarehe 1 mwezi wa 3. Na hapa niwakumbushe, ukienda hospitali daktari akakuuliza umeanza kuona siku zako lini, usitaje siku ile uliyomalizia, taja siku ambayo umeanza kuona siku zako. Kwa hiyo mzunguko wa hedhi maana kama mtu ameanza kuona tarehe 1, ni kuanzia hiyo tarehe 1 mpaka atakapoona tena. Sasa kila mtu ana mzunguko tofauti. Kuna mizunguko mifupi. Mzunguko mfupi ni kila baada ya siku 21. Mzunguko wa kawaida ni kila baada ya siku 28. Na mzunguko mrefu ni kila baada ya siku 35. Kwa hiyo mtu akiona siku zake kabla, akiwa anapata siku zake mzunguko chini ya siku 21, tunasema hiyo ni shida. Ikiwa zaidi ya siku 35 ni shida. Lakini cha kukumbuka tena hapa ni kwamba
Wewe kama mzunguko wako ni siku 28, hatutegemei uone baada ya siku 21. Ukiona hivyo ujue ni shida. Kwa hata kama hii 21 wako mzunguko mfupi ambao ni kawaida yao, lakini wewe ni mzunguko 28, ukiona siku 21 ujue kuna tatizo limetokea. Au ni siku 35 ukaona siku ya 28 baada ya mzunguko wako wa siku 35, lakini ukapata hedhi yako baada ya siku ya 28 tangia siku umeanza, tutasema hiyo ni changamoto. Kwa hiyo kuna mizunguko ya mifupi wa kawaida na mrefu, na tutegemea mtu mwenye mzunguko mfupi basi iwe hivyo mfupi kila siku. Ikiwa siku 28 basi iwe kawaida, iwe siku 28. Kama ni tofauti iwe siku moja mbili, sio mbaya. Kama ni 35 basi iwe 35. Lakini kuna wengine hapa katikati unajitokeza, unaweza kukuta mtu ana siku 20 ngapi, 22, 23 au hapa 30, 26, 30 hapa unajitokeza variation, lakini mara nyingi ni 21, 28, 35. Wachache ndio wanaweza kaingia hapo kati. Kwa hiyo tukisema mzunguko wa hedhi tunamaanisha kuanzia siku umeanza kuona damu yako mpaka siku utakapoona tena. Sasa kwa nini ni muhimu kujua mzunguko wa hedhi? Ni muhimu kwa sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza ikitokea mabadiliko kwenye mzunguko wa hedhi unashtuka kidogo kwamba inawezekana mwili wangu kuna kitu hakiko sawa. Kwa hiyo ni ishara ya mzunguko wako ukiwa vizuri, ni ishara kwamba mwili wako uko vizuri. Lakini ikitokea shida, mzunguko badilika, ni ishara kwamba mwili wako kuna kitu hakiko vizuri. Lakini inatusaidia pia kujua siku ambazo tunaweza tukashika mimba. Wengine wanataja siku za hatari. Mimi siiti siku za hatari. Siku za hatari ni kwa yule ambaye hajataka kupata mtoto, lakini kwa aliyetaka kupata mtoto si siku njema za kupata mtoto. Kwa hiyo zile siku za kushika mimba, napenda kutumia neno siku za kushika mimba. Sasa siku za kushika mimba zinatofautiana kutokana na mzunguko. Let's say wa 21, tuchukue wa 28, tuchukue na wa 35. Sasa kitu cha kukumbuka, yai linatoka siku ya ngapi? Ya 14. Tangia siku umeanza kuona hedhi yako. Kwa hiyo ili siku ambayo yai linatoka kwa kila mmoja zinatofautiana. Kama hapa, maana yake chukua 21 kutoa 14 itakuwa ni ngapi? Hapa 21 kutoa 14 itakuwa 14. Hapa 21 kutoa 35 kutoa 24 itakuwa 21. Hapa 21 kutoa 14 itakuwa ni siku ngapi hapa? Siku 7, si ndio? Siku ya 7. Sasa kwa mtu wa siku 21, maana yake yai lake linatoka siku ya 7. Huyu unatoka siku ya 14 au siku 28 au siku 21. Kwa hiyo yai lina uwezo wa kuishi siku 3. Kwa hiyo kama yai limetoka hivi hapa siku ya 7, kwa sababu assumption yetu tumeassume huyu mtu ameanza tarehe 1. Kwa hiyo maana yake tarehe 7 ndio yai linatoka, tarehe 8, 9, 10. Sperm au mbegu inaweza kuishi siku 2 hadi 3. Kwa hiyo tunaassume 3. Kwa hiyo tutarudi nyuma hapa 6, 5, 4. Sawa. Kwa hiyo mtu ambaye ana mzunguko wa siku 21 akianza kutoka damu tarehe 1, maana yake nini? Maana yake siku zake za kuweza kupata mimba ni kuanzia tarehe 4, tarehe 5, tarehe 6, tarehe 7, tarehe 8, tarehe 9, tarehe 10. Wiki moja hii.
yote. Sasa kitu ambacho utakuja kugundua hapa, huyu mtu ambaye ni siku 21 mzunguko wake, na unakuta labda anatoka damu kwa siku 7, unakuta siku zake za hatari ni siku ambazo anaona period, kwa anaweza akapata mtoto akiseksi wakati damu zinatoka. Sawa. Hivyo siku 28 ongeza siku 3 mbele, 15, 16 na 17, toa siku 3 nyuma, 13, 12, 11. Kwa hiyo utaona kuanzia siku ya 11 mpaka ya 17 huyu mtu anaweza akapata ujauzito. Tunaona tofauti wa siku za ujauzito hapa na hapa. Huyu ameanza tarehe 4 mpaka tarehe 10, huyu kaanza tarehe 11 mpaka tarehe 17. Huyu ongeza siku 3 hapa itakuwa 22, 23, 24. Rudi siku 3 nyuma, 20, 21, 20, 19, 18. Kwa hiyo kuanzia tarehe 18 mpaka tarehe 24 anaweza kupata ujauzito. Kwa hiyo siku za kupata mimba kwa mwanamke zinatofautiana kutegemea na mzunguko wake wa hedhi. Sawa, nadhani hapo tumeelewana. Nadhani swali lingine la kujiuliza hapa, tumesema tumezungumzia hedhi, mzunguko wa hedhi na hedhi salama. Sasa nadhani nimezungumzia hedhi na mzunguko wa hedhi. Sasa hedhi salama ni nini? Pia tunaulizwa. Hedhi salama ni mazingira rafiki yatakayoweza kumsupport dada au mwanamke kuweza kutimiza ile tendo zima la kubadilisha kwanza kuweza upatikanaji wa hizo vifaa vya hedhi, sehemu ya kubadilishia hivyo vifaa vya hedhi, lakini kuwepo maji safi na salama. Kwa hiyo tunapozungumzia hedhi salama tunamaanisha kwanza kuwe na upatikanaji kirahisi wa hivyo vifaa vya hedhi, lakini pia kuwe na mazingira rafiki ya kubadilishia hivyo vifaa vya hedhi, lakini kuwe na maji tiririka kwa muda wote. Sasa kumekuwa na changamoto sana hasa mashuleni, vyuoni, makazini. Mazingira ya kubadilisha vifaa inakuwa ni changamoto, lakini tunahimiza organizations, serikali na wengine waweke mazingira mazuri ambayo ni maalum kwa ajili ya kubadilisha vifaa vya hedhi. Lakini kuna maeneo ambayo bado ni changamoto kutokana na uchumi maskini kupata vifaa vya hedhi. Na tunapozungumzia vifaa vya hedhi tunamaanisha vile vitu vinavyofyonza damu wakati wa hedhi. Viko vya aina nyingi, lakini common sana hapa kwetu ni pedi. Kwa hiyo kuna pedi, kuna vitu vinaitwa visodo. Nadhani nitaonyesha kwenye picha hapo visodo kama inavyoonekana kwenye picha. Lakini pia kuna vikombe, menstruation cup. Yote hivi vinaweza kutumika kama vifaa vya hedhi, lakini pads ndio tunazotumia mara nyingi. Sasa swali la msingi pia, pads inabidi ibadilishwe mara ngapi kwa siku? Pedi inabidi ibadilishwe kati ya kila baada ya masaa 4 mpaka 6. Kwa hiyo tufanye assumption ya masaa 6. Kwa siku katika masaa 24 tunategemea mtu abadilishe pedi angalau mara 4. Lakini ukikaa na pedi siku nzima, pedi moja, kwanza utatengeneza harufu mbaya, lakini pia utavutia bakteria kuweza kujizalisha hapo na kuweza kuleta matatizo kwenye njia ya uzazi. Kwa hiyo tunashauri kila baada ya masaa 4 mpaka 6 mtu aweze kubadilisha pedi yake. Asante, ni hayo niliyoandalia kwa leo.